Ni hapo tarehe 4 mwezi Novemba mwaka 2025. Kwa neema na baraka za Allah, mufti wa Jamhuri ya Burundi Sheikh Salum Ntebagabo ameendelea na msafara wake wa kijamii ya kidini wenye lengo la kuimarisha umoja, mshikamano na maendeleo ya Waislamu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Safari hii ikiangukia katika komine ya Nahangwa. Katika ziara hiyo, mufti alikutana na viongozi wa dini, wazee wa mtaa, vijana na wanawake wa Kiislamu, ambapo waliwahimiza kudumisha umoja wa Kiislamu kama nguzo ya mafanikio na maendeleo endelevu ya jamii. Alisisitiza kuwa umoja wa Waislamu ni msingi wa nguvu, heshima na ustawi wa taifa, akibainisha kuwa maendeleo hayaji kwa migawanyiko bali kwa mshikamano, upendo na kusaidiana katika khairi. Alisema mufti, Allah ametuhimiza kushikamana na kamba yake ipasavyo na tusifarikiane. Ni wajibu wetu kama Waislamu kuwa mfano wa amani na maendeleo. Mufti alisisitiza umuhimu wa elimu, nidhamu na uadilifu katika kujenga jamii bora. Alitoa wito kwa vijana wa Kiislamu kutumia uwezo wao katika kubuni miradi ya maendeleo na kushiriki kamilifu katika kuinua uchumi wa jamii, huku akisisitiza haja ya kusaidiana katika misingi ya imani na maadili. Wakati wa ziara hiyo, viongozi wa Kiislamu wa eneo hilo waliwasilisha shukrani zao kwa mufti kwa kuongoza kwa busara na hekima na kuendeleza juhudi za kujenga umoja wa kitaifa na maendeleo ya kijamii kwa mwanga wa Uislamu. Tukio hilo limeendelea kudhihirisha kuwa Baraza Kuu la Waislamu nchini Burundi linaendelea kuwa nguzo ya amani, umoja na maendeleo ya Kiislamu, likiongozwa na Mufti Sheikh Salum Ntebagabo ambaye imeweka kipaumbele katika kuimarisha misingi ya imani, elimu na ushirikiano wa jamii. Umoja wetu ni nguvu yetu na maendeleo yetu ni ushahidi wa imani yetu, alihitimisha mufti kwa maneno yenye kutia moyo. Amesisitiza kutofunza ukabila wa vizazi vyetu bali tuwafunze Uislamu. Tujinasibishe kwa Uislamu wetu, tusijinasibishe kwa makabila yetu, kwa maana zama zetu hizi kitendo cha kaumu Lut kimeshamiri na lengo kubwa ni kwa ajili ya kuwafunza watoto ukabila kuliko Uislamu wao. Amemaliza kusema hakuna Uislamu bila umoja, na hakuna umoja mpaka pawepo uongozi, na hakuna uongozi isipokuwa uwe ni wenye kutiiwa. Nagomba ndabasaba rero buri munsi uko tuje muri ibi byicaro abemera ko turi kumwe bose bazoze bazanye kano kantu. Jini myaka 3 narishe ya familia yanje 1252. Tuo tunaonyesha hizi. Sheikh kabla nilipa ya miaka 10. Mimi nilipa ya miaka 3. Kuongeza sio vibaya. Kama nitatoa huwa khairu. Mimi kama hivi niko najifikiri mwezi wa kwanza nikipata zingine nitoe. Juu najua chini niko nafanyia kazi watukufu wa Islam. Mwenyezi Mungu anasema in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mkifanya wema mnafanyia wema nafsi zenu, na mtakapofanya ubaya mnafanyia ubaya nafsi zenu. Watukufu wa Islam, tujue sisi ni wakina nani. Mwanzo mlikuwa mnasema viongozi hatuwaoni, sasa hivi tumekuja. Hawatuikalishi, tumewaikalisha. Hatuwatembelei, tumewatembelea. Na misikiti niko na pita. Kiongozi wa kina mama anapita, mashaallah, Mungu muhifadhi. Wallahi nafikiria kizazi chetu. Jana asubuhi nikamaliza saa nzima niko naongea, mtu ananambia vile liwat kaumu Lut, mapenzi ya wanaume kwa wanaume yamekithiri ndani ya jamii ya Kiislamu hapa Bujumbura. Jana saa nzima niko naongea na mtu, saa nzima ananionya, ananipa na dalili na bayanat za vile mapenzi ya wanaume kwa wanaume yamekithiri ndani ya vijana, ndani ya jamii ya Kiislamu jijini Bujumbura. Na hayo yote ni kwa sababu hatuna umoja, hatupati nafasi ya kuyaongelea, ambapo sidhani kama ni Bujumbura tu na Muyinga pamo. Kila sehemu ambapo kuna wingi wa Waislamu wamepavamia, maadui wa Kiislamu wamepavamia kwa kutaka watusaliti.
Watoto zetu siku ya Kiyama tunafufuliwa, alafu tunawakutana wote hatuna kitu, wajukuu wetu. Sasa mimi, watukufu wa Islam, lengo langu ni kufikiria kizazi chetu, wajukuu wetu. Tuko tunazaa, mlisha zanyu watoto, acheni kuwaonyesha ukabila, sijui ule ni Mrundi, ule ni Mkongomani. Mkongomani baba hajui hata Kongo, hajui hata Kikongomani. Astaghfirullah. Watukufu wa Islam, ngoja niwaambie, kuna babu wa kwanza na babu wa pili na baba mzazi. Mnisikilize vizuri. Kuna babu wa kwanza ambaye alikuwa ni Mkongomani na Kongo huenda labda alikuwa anapajua. Kuna babu wa kwanza ambao huenda labda alikuwa ni Mkongomani na Kongo anapajua. Ila kuna babu wa pili ambaye ni Mkongomani lakini hata Kongo hapajui, ila labda aliona ba mdogo wake wa kutoka Kongo. Alafu kuna baba hapa, baba mzazi, ambaye huenda labda hata babu wa kwanza hakumuona. Alafu huyu baba mzazi ana watoto 5. Alafu kuna babu wa kwanza anajiita Mrundi na babu wa pili ni Mrundi na baba mzazi hapa ni Mrundi, ana watoto 5 na hawa wote ni Waislamu. Alafu wote hawa watoto 5 wa huyu baba mzazi anajiita Mkongomani na huyu ima Mbwari, Masanze, Manyema, Mvira, sijui, ndo hapa ana watoto 5. Anajiita ni Mkongomani na watoto hapo. Na hapo kuna mzazi Mrundi anajiita ana watoto 5. Hawa watoto 5 wote wanaenda wanasoma pamoja kwenye masomo ya Qur'ani, ya wapi wanasoma Qur'ani. Wanakutana kwenye masomo ya kizungu, kwa internationali kule. Najua mimi niko Mbembe, najua mimi niko Masanze, najua ule bwana ule shekhe sio ule ni Mrundi. Alafu tunagombana hapa katikati sisi, watoto wetu na wenyewe watazaa hawa watoto, wazae wajukuu zetu, waje wafikie ndani ya fujo, wakutane jamii haina hospitali, haina gari, haiwezi kutoa kazi, mwisho wanaenda katika liwatu kaumu Lutu, mapenzi ya kiume kwa kiume. Wanaritadi kwa sababu sisi tuliwafunza ukabila, hatukuwafunza Uislamu. Hawa watoto wanakuwa viktime, alafu na istoshi wanaingia motoni. Alafu naanza kuambia, unaona bwana, wale ni Wanyarwanda tuko pamoja na Wavira na Wamasanze na Wanyamulenge, lakini wale Warundi bwana afadhali ya Watanzania. Na huyu hata Kongo hapajui, hajapakanyaga, wala na babu wa kwanza hakumuona, na hiyo lugha haijui, mpaka nakuja kungombana na mtoto wa Mrundi. Wewe unajinasibisha kwa Kongo, na kesho au Wakongomani ukifariki hawaji kukuzika. Hakuna mtu atatoka Kongo, ndio Wakongomani wanakuja kuzika Mkongomani wa Burundi, labda Wakongomani wa hapa. Eti hivi mimi nitakufa, Mkongomani asije kunizika kweli? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Wallahi, Mtume alivyosikia ukabila alisema, da'uha fa innaha natnun, acheni ukabila kwa sababu ni kitu ambacho kinanuka. Natnun ni kitu kinanuka. Jengeni Uislamu, innamal mu'minuna ikhwa. Acheni hizo vitu, jengeni Uislamu. Angalieni kizazi chetu, angalieni wajukuu wetu. Inna hadhihi tadhkira, huu ni ukumbusho kutoka kwa Mola wenu. Inna hadhihi tadhkira, huu ni ukumbusho wa kutoka kwa Mola wenu. Badilisheni sera za mazingira ya Uislamu, tujenge Uislamu imara, tujenge nchi yetu, taifa yetu. Mimi ni Islam Khamis na ni Al Istiqama TV, Bujumbura, Burundi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.